Alama za nyakati. Msikilizaji, karibu sana. Mimi jina langu ni Agnes Hosea na tupo kwenye wakati mwingine mzuri kabisa wa alama za nyakati. Tumeianza simulizi mpya kabisa ya binti anayeitwa Mariam. Mariam ni mwenzetu, amezaliwa katika ardhi hii ya Tanzania. Katika safari ya maisha yake ana mengi sana ambayo anatamani tuweze kujifunza kupitia yeye. Leo ni sehemu ya pili na tunaendelea nayo. Tulishia pale ambapo Mariam amemaliza darasa la 7. Isivyo bahati, hakushiriki mahafali ya kumaliza masomo yake kwa sababu wazazi wake hawakuwa na uwezo wa kumtolea mchango. Tuendelee. Mariam anasema yeye alichoelewa ni kwamba wazazi wake hawakutaka tu yeye afurahi pamoja na wenzake. Lakini hata mawazo yake hayo hayakusaidia kitu, kwani sherehe hiyo ilipita bila yeye kuwepo. Moyo wake ulimuuma sana. Akamchukia zaidi mama yake kiasi cha kutamani afe, kama yalivyokuwa maombi yake ya siku zote. Akajiuliza moyoni, ni mama wa namna gani ambaye hajali kuhusu furaha yake? Alimhesabia kuwa ni mbinafsi ambaye anajali kuhusu yeye tu. Ingawa baba yake kuna wakati alikuwa upande wa mama yake, lakini baba yake alikuwa anampenda. Yaani moyo wake tu kwa baba yake ulikuwa unafunguka, hata kama akimsema, hata kama akimkoromea, moyo wake unakuwa na amani. Akifanya hivyo mama yake, hilo linakuwa ni kosa ambalo linatangaza uadui kati yao. Mariam anasema baada ya kuhitimu darasa la 7, maisha yakuwa mazuri sana kwao, kwani wazazi wake bado hawakuwa na uchumi ambao ungewasaidia wao kuishi hayo maisha mazuri. Kwa upande wake alijitahidi sana kujipendezesha ili walau basi aweze kuendana na wenzake. Alikuwa akifanya biashara ndogo ndogo ambazo zilimsaidia kupata fedha za kununua japo nguo za mtumba. Mariam anasema katika matembezi yake mara nyingi alikuwa anaongozana na mdogo wake mdogo. Lengo la kufanya hivyo ni kutoshukiwa na wazazi wake kwamba anaweza kwenda huko kufanya mambo mabaya. Mariam anasema wazazi wake walikuwa sahihi kabisa. Yaani walikuwa sahihi kumlinda, kwani ni wao tu ndio waliokuwa wanadhani kwamba yeye anaweza kuwa mkombozi wa familia. Lakini akili yake haikuwa inawaza hivyo hata kidogo. Jioni moja tulivu, Mariam alioga vyema kisha akamwogesha mdogo wake. Huyo mdogo wake, msikilizaji, alikuwa ni mdogo wake wa kiume. Kwa miaka alikuwa na miaka 9 hivi. Alimvalisha nguo nzuri, nguo ambazo alimnunulia yeye mwenyewe kwa hizo biashara zake ndogo ndogo. Alifanikiwa kupata pesa, basi akamnunulia mdogo wake nguo ambazo zilimfanya angalau na yeye aonekane vizuri. Maandalizi yote hayo, safari yao ilikuwa ni kwenda kwa Alex, pale anakofanyia kazi. Alex ni kijana ambaye alikuwa ni mteja wao wa kuni na alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa wazazi wake. Huyu ndiye ambaye alikuwa anamfungia safari kwenda kumwona. Walipofika pale, alifurahi sana kuwaona, kwani hakutegemea kama wangeenda wakati ule. Alex akaanzisha mazungumzo. Alex akasema, Mariam, naona mmeni surprise.
Karibuni sana. Mdogo wako hajambo? Hajambo. Nimeamua nifike nikusalimu, alafu nirudi nyumbani kupika, Mariam alimjibu kwa deko Alex. Alex akamuuliza, unapika nini leo? Na kama ni ishu ya kupika, mbona mama yako yupo? Kwani hawezi kupika mpaka upike wewe? Hayo yalikuwa ni maswali ya Alex kwa Mariam. Mariam akamwambia, leo mama alisema nipike ugali, maana maharage tuliyopika tangu jana bado yapo. Lakini alinisihi niwahi kurudi kwani hali yake si nzuri sana. Lakini pia anataka nipike kwani ananifundisha ili siku nikiolewa nisisumbuke kuwapikia wanangu na mume wangu. Wakati huo mdogo wake alikuwa mkimya tu, hazungumzi kitu. Kwa umri wake, kwa mazingira yalivyo, kwa yale mazungumzo, angezungumza nini? Alex akatoka kidogo, na baada ya muda kupita akawaletea chipsi na mayai, kila mmoja sahani yake na soda yake ambayo aliichagua. Ni ukweli kwamba hawakuwahi kula kwa muda mrefu chipsi. Mariam anasema, tungekula wapi ili hali hata chakula chenyewe tu nyumbani ilikuwa kipatikani kirahisi? Yaani ilikuwa mpaka ufanye kazi kwa jasho ndiyo hapo mnaambulia ugali maharage. Angalau siku hiyo mambo yakienda vizuri, wali maharage. Basi mimi na mdogo wangu, kama tulikuwa na njaa ya kufa, tulianza kula kwa pupa, na huku Alex akiendelea kutuuliza mambo mengi tu yanayohusu familia yetu. Mariam anasema, nakumbuka tuliongea mengi sana siku hiyo. Kwa sababu ya maongezi ya Alex, vile ambavyo alionekana kujali sana, nikajikuta naanza kuvutiwa naye. Mariam anasema, hakuvutiwa naye ili mradi tu, ila ni kwa kuwa alimwambia kwamba anampenda. Neno anampenda lilikuwa ni mara nyingi sana linatamkwa kwenye kinywa cha Alex kwenda kwa Mariam. Mariam anasema, sikuwa na muda kufikiria kuhusu yeye. Maonyo ya wazazi kuhusu ubaya wa wanaume yalikuwa yametamalaki akilini mwangu, na mimi nikabaki njia panda nisiutambue ubaya wa hao wanaume, maana Alex alikuwa mwema sana kwangu. Msikilizaji, hii ni Nyota Njema The Brand. Alama za Nyakati, simulizi hewani ni ya binti Mariam. Mimi jina langu ni Agnes Hosea. Safari ya maisha ya Mariam ni safari ambayo sitamani uweze kukosa hata siku moja. Nikusihi tu tuungane pamoja kila Jumatatu mpaka Ijumaa majira saa 12:30. Tutapata nafasi ya kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea kwa simulizi hii na simulizi nyingine nyingi ambazo utapata nafasi ya kuweza kuzisikia kupitia spika za redio yako 99.3 kwenye kipindi cha Nyota Njema The Brand. Mariam anasema siku hiyo walirudi nyumbani kwa kuchelewa sana. Haikuwa kawaida yao kurudi nyumbani kwa kuchelewa kiasi hicho, lakini siku hiyo walichelewa. Alitumia muda mwingi sana kuongea na Alex, kwa mazungumzo ya kujirudia, kwa mazungumzo mapya, ili mradi tu wazungumze. Maneno ya Alex yalimvutia sana. Mariam anasema aliondoka nyumbani kwenda matembezi, ilikuwa saa 11 jioni, na wakati anarudi ilikuwa majira saa 3 usiku. Mbaya zaidi, alikuwa na mdogo wake, mdogo ambaye kwa hakika yeye alimchukulia kama ngao yake tu.
Kwa familia yao kurudi usiku namna hiyo ilikuwa ni kosa la jinai kabisa. Baba yake alikuwa anarudi saa 12 jioni. Akichelewa sana, basi alikuwa anarudi saa 1 usiku. Hii ipo kwenye familia nyingi sana. Hata mimi bana, kipindi hicho mzee alikuwa anasema nyumbani mwisho ni saa 12. Yaani ikipita unatafuta ubaya na wazazi, ikipita unatafuta ubaya na baba mwenye nyumba. Na kwa Mariam ilikuwa hivyo hivyo. Nyumbani kwao muda wa kurudi ilikuwa ni saa 12, binti ndani. Kuna familia nyingine haijalishi ni wa kike wa kiume, ikifika muda huo ndani. Masuala ya kujipangia unarudi saa ngapi utaamua kwenye familia yako huko kwenye mji wako. Leo hii Mariam anasema mtoto wa kike kifungua mimba kabisa anarudi nyumbani saa 3 usiku. Wadogo zake kwanza wanajifunza nini? Baba na mama yake aliwakuta wamekaa sebuleni. Hawakuonekana kuwa na hasira hata kidogo. Mama yao aliwaletea chakula. Wakaanza kula. Walikula kidogo tu, kwani kwa uhalisia walikotoka walikuwa wameshakula. Tena walikuwa wamekula vizuri sana. Mariam anasema, yaani kula ule ugali na maharage ilikuwa ni kama kuchafua tumbo. Mabadiliko yake kitabia yaliwashtua sana wazazi wake, kwani hawakuwahi kufikiri kama binti yao angeweza kuchelewa kurudi nyumbani kiasi kile, tena akiwa na mdogo wake. Baada ya kula, wakavunja ukimya. Wakati huu mama yake ambaye hakuwa akimpenda kabisa, mama ambaye hakuwa akimtakia mema, hakuwa akimwazia mema, hakuwa akimwombea mema, yeye Mariam anasema akawa msemaji wa familia, polisi wa kuwahoji maswali kama vile watuhumiwa wa kesi ya mauaji. Mama yake Mariam akauliza, Mariam mwanangu, leo mlikuwa wapi? Mbona mmechelewa sana kurudi? Ukizingatia umeenda na mdogo wako. Kesho ni shule. Bado hajalala mpaka muda huu. Sokoni mama, nilijibu haraka. Mama akasema, sokoni hapo ndipo pamewafanya mchelewe kurudi nyumbani kiasi hiki? Mariam anasema akadakia tena kujibu, hapana mama, nilipitia kwa rafiki yangu Mwajuma, tukawa tunaongea, ndio maana nimechelewa kurudi, naomba unisamehe mama. Mariam anasema aliongea kwa huzuni ya kuigiza. Mama yake akamwambia, mwanangu, ulimwengu huu una mambo mengi sana, mambo ambayo wewe huyaoni kwa sura yake halisi. Jitunze mwanangu, ili usije ukafunzwa na ulimwengu huu usio na huruma. Mariam anasema aliongea hivyo mama yake, na kwa wakati huu aliongea kwa msisitizo zaidi na kwa utulivu. Baba yake naye aliongezea. Baada ya kuwasikiliza, wakaenda kulala. Siku ikawa imepita. Tuweke ukomo hapa msikilizaji. Siku ya kesho tutaendelea kuweza kufahamu kile ambacho Mariam anatamani kutujuza. Asante sana kwa kuendelea kuichagua Praise Power Radio. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Nyota Njema The Brand. Asante sana kwa kutegea sikio Alama za Nyakati. Kesho tutaendelea sehemu ya 3. Mimi ni Agnes Hosea na MC Ray mpaka majira ya saa 3 kamili asubuhi. Nikukumbushe tu usiache kufika hapa kanisani Mlima wa Moto. Majira saa 10 ibada inaanza.